Habari ndugu, nawasalimia watu wote kwa wanaoelewa lugha hii ya Kiswahili, hata wale wasioelewa. Leo kuna kitu kimoja nataka nikizungumze, nalo ni matumizi bora ya muda. Matumizi bora ya muda huku yakilenga zaidi namna sisi binadamu miili yetu inavyowahi kuchoka. Miili yetu inavyowahi sana na inavyoenda haraka sana kupoteza mvuto. Muda ulionao sasa hautokuja tena upate. Siku ulionao siku ya leo haitokuja tena itokee. Wiki ulionao haitokuja tena itokee maisha yote. Hivyo ni vyema sana ukatumia muda wako ulionao kufanya maana, kwa sababu bado ni kijana, una nguvu na unaweza kufanya makubwa kwa kutumia akili yako, kwa sababu akili yako ina nguvu sana ya kuweza kufikiria. Ipo mifano halisi sana katika soka, na nina mfano wa mchezaji mmoja aitwaye Javier Hernandez Chicharito, mchezaji bora wa muda wote duniani kwa kufunga magoli ya kuotea na kuvizia. Miaka nyuma tu kadhaa aliyokuwa akicheza, alikuwa ni kijana mzuri, handsome, mwenye ngozi nyororo, mwenye nywele nyeusi, mwenye umbo la wastani. Kila mtu alivutiwa na kijana huyu, si tu katika uchezaji wake, pia katika muonekano wake. Lakini katika miaka tu 30 na tayari ana muonekano wa mtu mwenye miaka 50. Sio kwamba ni kosa lake, hapana. Ndivyo nature ilivyo ya wanadamu sisi. Wanadamu sisi, maisha yetu au umri wa kuishi hapa duniani ni miaka mifupi sana. Hivyo miili yetu inawahi kuchoka sana. Seli zinakufa haraka sana pindi tu tunapofikisha miaka 30 na inategemea mtu na mtu. Mimi mwenyewe ni mfano tu halisi. Nilivyokuwa na miaka 24 kurudi nyuma, sura yangu nilikuwa nikiona iko vile vile, nilikuwa nikiona haibadiliki. Hivyo nilikuwa tu nikirefuka, lakini sura mara zote ilionekana vile vile. Miaka 25 kuendelea hapo, ghafla nilianza kuona mabadiliko, ndevu, baadhi ya mikunyanzi kutokea usoni, morphology kabisa ya mwili yote ilibadilika. Hivyo hii ilionyesha ya kwamba naenda kwenye utu uzima sasa, na hii ilinidhihirisha kwamba kile nilichokuwa nakiamini hakikuwa sawa, kwamba sura yangu itakuja ibadilike pia. Hivyo ndugu, usijione kwa sasa hivi una sura ya kuvutia. Hiyo sura kesho haitakuwa ya kuvutia, itakuwa ni sura ya kawaida, itakuwa ni sura inayoelekea kwenye uzee. Hivyo ni bora ukatumia muda wako vizuri. Ukitumia muda wako vizuri, hata kama morphology ya mwili wako ikibadilika, bado haitakuwa ni shida sana. Shida ni ile morphology ya mwili wako inabadilika, halafu kuna muda umeuchezea. Huko mbele unaanza kuhangaika, kipindi ambacho mwili hauna nguvu tena, kipindi ambacho seli zimeshakufa. Na nikwambie, seli zikifa, nguvu tena zinakuwa sio kama zile za mwanzo. Hivyo ndio maana nasema ujana ni maji ya moto. Haimaanishi kwamba kuwa maji ya moto ni kufanya vitu ambavyo ni vibaya. Inamaanisha kwamba ujana ni maji ya moto kwa sababu kijana anakuwa ni wa moto kweli, kwa sababu anakuwa na nguvu, anakuwa na misuli, anakuwa na ubongo ambao una uwezo wa kufanya kazi vizuri zaidi. Ndugu, usipoteze muda. Usipoteze muda kwenye kitu chochote ambavyo vipo hapa duniani. Na dunia sasa kuna vitu vingi sana ambavyo vinamfanya mwanadamu apoteze muda. Teknolojia na baadhi ya michezo ambayo ni ya kutazama, ambayo kimsingi bado haina manufaa kwako. Ndugu, tumia muda vizuri. Muda unakwenda. Usijidanganye kwamba kesho nitafanya kitu fulani. Hapana, muda ulionao ni leo, na leo ndio siku ya kuishi. Na leo ukiitendea kazi vyema, kesho itakuwa bora. Javier Hernandez Chicharito hana maisha mabaya kwa sababu ujanani mwake aliutumia vyema. Kinatea Walcott, vijana kabisa wa kuvutia, leo wana maisha mazuri. Hawako kama vile walivyokuwa mwanzo. Leo hakuna mtu anayewaimba kwamba ni handsome, lakini tayari washafanya kazi. Fanya kazi ngumu, usiogope kukaa kwenye jua, kwa sababu wengine ukataa kukaa kwenye jua kwa sababu eti labda sura zao zitaonekana ni za kizee. Hapana ndugu, usiogope kukaa kwenye jua. Wewe kaa kwenye jua kwa sababu kuna kitu na kitengeneza mbeleni. Usichezee muda. Muda sio muda wa kuchezea. Fanya kazi. Muombe Mungu akusaidie kwa sababu yeye ndio kiongozi wetu.
na hakika maisha yako yatakuwa vizuri sana. Asante na nikutakie siku njema.